Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya na kutusafirisha salama kutoka Rufiji kwa maana ya makao makuu mpaka Rufiji kwenye mradi huu wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini la pili, nikija kwenye swali lako kwamba najisikiaje katika uzinduzi wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere leo, mimi najisikia furaha sana, furaha ambayo kama ile siku ambayo nimeoa mke. Ndio furaha nilionayo, uhisi kama ile siku ambayo nimeoa mke anayempenda, alafu sasa ndo nimemuoa na niko naye ndani. Ndio furaha nilionayo leo unaponiambia kwamba unajisikia namna gani katika uzinduzi wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere. Mimi najisikia fahari zaidi kwa sababu kwanza huu mradi uko Rufiji. Upo Rufiji, na bwawa la Mwalimu Nyerere Tanzania nzima, Afrika na dunia inajulikana kwamba liko katika halmashauri ya mji wa Rufiji ambaye mwenyekiti wake ndio mimi. Lakini pia bwawa hili lina historia kubwa. Mradi huu umegundulika tangia miaka ya 60-70 na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini haukuweza kutekelezwa wakati huo. Lakini umetekelezwa katika kipindi mimi nikiwa mwenyekiti wa halmashauri. Umetekelezwa katika kipindi ambacho Mohamed Omar Mchengerwa akiwa mbunge, na haukutekelezwa tu kwa bahati mbaya. Mheshimiwa waziri wetu wa afya mbunge Mohamed Omar Mchengerwa aliraise hoja kulikumbusha bunge ni lini mradi huu utatekelezwa, ambao umefanyiwa tafiti za kina na utakuwa na tija kwa taifa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo ndipo Dr. John Pombe Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu, alipoweza kuipata speech ile na kuanza kurejea yaliyokuwepo huku, na akaona ni kweli ili bwawa kama litatekelezwa litakuwa ni mkombozi wa Tanzania katika kwenda katika uchumi wa kujitegemea. Na hivi leo ndo unazungumza mwandishi kwamba bwawa hili linakwenda kuzalisha megawati 2115 ambazo zitakuwa ni zaidi ya 50% ya umeme wote wa Tanzania unaotumika. Kwa hiyo mimi najisikia fahari kwa sababu sasa Tanzania inakwenda kufunguka. Lakini leo najisikia fahari zaidi katika uzinduzi huu kwa sababu mradi huu ulipokuwa unataka kutekelezwa ulikuwa na vipingamizi vingi ndani ya Afrika na huko katika dunia, kuona kwamba kuna masuala ya kimazingira na nini. Mradi huu hauwezi ukawa unazuiliwa usifanyike. Ukawahi kuzuiliwa fedha kwa taifa letu lisipewe fedha za mikopo kufanikisha mradi huu. Mimi na faraja kubwa sana kwa maana mradi huu leo umeenda kutekelezwa kwa 100%. Fedha za Watanzania, fedha zetu sisi wavuja jasho wa Tanzania, trilioni 7.4. Trilioni 7.4 ni fedha nyingi sana ambazo zimewekezwa hapa, zikitoka kwenye mapato ya ndani, zikitoka katika mfuko wa kwangu mimi na wa kwako wewe mtangazaji. Kwa hiyo mimi najisikia faraja kubwa sana kwa sababu ili bwawa na umeme unaozalishwa hapa unakwenda kuifanya Tanzania sasa ijitegemee katika uzalishaji mali, katika viwanda, katika uchumi wa mmoja, na hatimaye taifa letu bajeti yake inakwenda kujitegemea kwa 100% kupitia uzalishaji wa umeme. Kwanza wa Rufiji sasa hivi wamebadilika siku nyingi sana. Tangia Mohamed Omar Mchengerwa mbunge wetu alipoleta ile ajenda ya mapinduzi ya fikra, alibadili fikra za Warufiji hizo ambazo zilikuwa miaka hiyo ya nyuma ya kutokuelewa faida ya miradi. Warufiji wa sasa wasomi, Warufiji wa sasa wanapenda kazi, Warufiji wa sasa wanapenda maendeleo. Kwa hiyo Warufiji ninachowaambia kwamba wito wangu kwamba fursa hii sasa tuitumie katika viwanda, tuvutie uwekezaji na ukizingatia dira ya taifa ya 2025 2050, 70% ya dira ya taifa inategemea sekta binafsi kwa maana ya uwekezaji. Na unamuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namna ambavyo anakwenda katika nje ya mipaka ya Tanzania kuhamasisha wawekezaji waje Tanzania, lakini pia na Rufiji. Na hivi sasa Rufiji tumeanza kupokea wawekezaji wakubwa wa kilimo cha ndizi, wa kilimo cha miwa, na wengine wanakuja akina Baharesa, na wengine wanakuja akina Mo, wanakuja kuwekeza Rufiji kupitia faida ya mradi huu wa umeme ambao utakuwa na umeme wa uhakika, umeme wasio katika, na utaenda kuwa na uzalishaji mkubwa sana. Kwa hiyo ninachowaambia Warufiji, tujiandae, tujipange
kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa sababu tuna umeme wa uhakika, tufanye biashara za kutumia umeme katika viwanda vidogo vidogo ambavyo vitazalisha uzalishaji wa mapato yetu na hatimaye uchumi wetu uweze kukua kama Rufiji. Lakini pia katika tujiandae kupokea wawekezaji wakubwa na twende tukafanye kazi katika viwanda mbalimbali. Bakhresa anatarajia kufanya anategemea kufanya uwekezaji wa chikichi. Anataka kufanya kilimo kikubwa cha chikichi ambacho kitakuja kuzalisha mafuta hapa Tanzania, lakini na Afrika kwa ujumla wake. Bado process hazijakamilika, lakini yuko njiani na michakato ya awali ya upimaji wa udongo ili kuona namna gani inaweza ikastawi mimea hiyo umeshaanza. Kwa hiyo itakapokamilika na taratibu zote za kisheria zikamilika, tunategemea kuwa na mwekezaji mwingine mkubwa kabisa hapa Rufiji katika kilimo cha chikichi. Na Mo naye anakuja katika sekta hiyo ya kilimo. Yeye anakuwa na mchanganyiko masuala ya chikichi na masuala ya mazao ya chakula na masuala ya viwanda vya mbolea ambazo zitakwenda kwenye mifugo, lakini pia itakwenda katika kilimo. Kwa hiyo wawekezaji hao wote wakikamilika, maana yake sidhani kama kutakuwa na kijana wa Rufiji ambaye atakuwa amekosa kazi ya kufanya. Atakayeamua kufanya kazi katika viwanda kwenye ajira atafanya kazi za ajira. Atakayeamua kujiajiri katika kilimo cha umwagiliaji, katika mambo mengine ya ujasiriamali na kadhalika, kwa kutumia fursa hii aliyotuletea Daktari Samia Suluhu Hassan, maana yake atafanya hivyo kwa sababu ana umeme wa uhakika. Lakini pia watoto wataendelea kujisomea vizuri kwa sababu watakuwa na mwanga wa kutosha, lakini watakuwa wanapata lishe bora kutokana na wazazi wao watakuwa wanalima kwa kipindi chote, tena kilimo cha uhakika. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na ufaulu mzuri, kuwa na wasomi wengi na kuwa na matajiri wengi Rufiji.